Mada ya leo, jinsi gani unaweza kuondoa maradhi ya pumu. Vile vile yajue maradhi ya pumu na hatari zake na jinsi gani unaweza kupambua kwenye tatizo la ugonjwa wa pumu. Hii ni sehemu ya pili. Huu ni mwendelezo. Haya sasa, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Karibuni kwenye channel Bosnia Online TV. Leo ni mwendelezo wa masomo yetu mbalimbali. Tafadhali subscribe na like na share ili uwe mwana familia, na kama tayari subscribe na like, share kwa wengine wapate kujifunza haya masomo. Pia vile usisahau kukaa channel hii, unajifunza nasaha mbalimbali pamoja na tiba mbalimbali. Kwa wewe mgeni mpya, kuanzia sasa tafadhali subscribe ili tukileta video nyingine mtandaoni uwe wa kwanza kuipata. Vile kwa wale ya tiba mbalimbali, chukua namba zetu za simu hizi hapo, upigie au tutafute katika njia ya WhatsApp. Huu ni mwendelezo sehemu ya pili. Ndugu zangu watazamaji, hii video ni mwendelezo kama nilivyozungumza awali kuhusu ugonjwa wa pumu. Ikiwa hujaangalia ile video ya mwanzo, tafadhali rudia uangalie kwanza, kisha uje uendelee na hii ili usikose faida zote za dawa na ufahamu sahihi. Kwa sababu hujui, huenda tiba iliyotajwa huko ya mwanzo ndio ikawa suluhisho lako. Na ikiwa umeshajaribu njia zile lakini bado tatizo lako la pumu halijaisha na unatumia njia kadhaa za asilia na hospitalini, basi fahamu kwamba huenda mizizi yake iko kwenye mambo ya ushirikina, uchawi au majini wabaya ima kufanyiwa na makusudi. Kwa sababu mashetani wanapoingia mwilini mara nyingi hujipenyeza hadi kwenye mishipa ya damu. Na ugonjwa wa pumu kimsingi ni tatizo la hewa, lakini inapochanganyika na mishipa ndipo hali inakuwa ngumu zaidi. Na ugonjwa wa pumu inasemekana kwa wale wagonjwa hali ya mawingu, hali ya baridi kali, joto kali, wao inakuwa ni tatizo, changamoto. Lakini hususan zaidi ni kipindi cha baridi kali, mawingu huwa anamulika kwa wingi. Na hii pumu iko aina nyingi. Kuna wengine hupuliza, kuna wengine unawahisi kuna pumzi lakini usikile miao yao, wengine huugulia kwa kukohoa, ama wengine kwa sauti, ama wengine kwa njia ya kukohoa. Yategemea na pumu kila mtu na njia. Na pumu ni nini? Pumu ni mfumo wa kupumua unaosababishwa na njia za hewa kubana au kuvimba. Hali hii husababisha ugumu wa kupumua, kikohozi kisichoisha wakati unakohoa, lakini na hupumzi kama inavyoviuma ya moyo na mbavu kuhisi kubana. Hali inayopata mgonjwa wa pumu wakati shambulio linapokuja, hewa inakosa kupita vizuri, kifua kinabana na mgonjwa huanza kutafuta pumzi kana kwamba anazama pekee. Yaani mfano wake na kubana, ule mgonjwa utasema kama anazama baharini kutafuta ile pumzi. Usiku usingizi unavurugwa, kukohoa mara kwa mara, usingizi vizuri, kikohozi kikali. Watoto wenye pumu hukosa kukua vizuri na kuwa dhaifu miili yao. Mara nyingi unakuta wamekondeana kwa sababu ya ugonjwa wa pumu, unanyonya. Wengine huharibia kisaikolojia, yani matatizo ya kiubongo wa kiakili. Mgonjwa huishi na hofu kubwa, hajui shambulio litakalotokea lini, yani wakati gani leo likatokea tukio hilo. Sometimes they feel hopeless, thinking why me. Lakini kila ugonjwa una dawa yake. Madhara ya pumu kwa afya: kukosa oxygen,
kwa muda mrefu huathiri moyo na ubongo. Shambulio kali tibiwa linaweza kusababisha kifo. Yaani huo ugonjwa ukauachia kwa muda siku nyingi sana, au kama unafuatilia tiba lakini unapata tiba sahihi, huenda kuondoa duniani. Ngozi na midomo hubadilika rangi kwa ya bluu kwa sababu ya damu haina hewa ya kutosha. Mgonjwa anaposhindwa kupumua anaweza kupoteza fahamu. Na sana mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema hakuna msiba unaompata Muislamu hata ukawa ni mchomo wa sindano, ila Mwenyezi Mungu hufutia madhambi yake kwa hilo. Pia alisema mwenye kusubiri ugonjwa na kuamini thawabu zake kwa Allah atapata malipo makubwa mno. Hii inatufundisha kuwa ugonjwa ni mtihani, lakini pia ni fursa ya kupata msamaha na kuinuliwa daraja. Kwa hiyo ndugu yangu, huu si mwisho wa maisha. Usikate tamaa, never give up hopes, because every sickness has a cure by the will of Allah. Kwa maana hiyo, hitimisho langu, tumeelezea madhara makuu, changamoto zake, pia na nasaha kwa uchache za dini juu ya kusubiri na kutokana na tamaa na hofu. Sasa hebu tuingie kwenye tiba wenyewe. Kama nilivyozungumza, leo ni tiba nyingine tutaelezea, na zani mti kama unavyoona mbele yako huo kwenye video, huo tunaita mbarika. Kuna majina mengi, lakini mimi nitazungumza kwa mbarika. Kwa wale wenyeji wa miti wakiuona wanafahamu, wewe usiojua basi waelezee unaofahamu, wakuonyeshe, alafu fuata hivi nitakavyokuelekeza. Chukua chumvi kidogo ya unga, chukua na unga sema kidogo, nenda mpaka katika huo mti. Ukifika pale, ikiwa wewe ni nyingine au ikiwa ni Mkristiani, sema ya Jabari ya Latifu, ya Jabari ya Latifu mara 21. Alafu sema Bwana aliye juu, Bwana aliye juu, naomba kwa baraka ya mti huu kumea hapa, huu haujajiotea wenyewe isipokuwa kwa nguvu zako, Bwana. Ndipo utapotumia mti huu, basi uende kaniondolee gonjwa langu ya hapo, gonjwa kaniondokee. Ikiwa Muislamu utasema Bismillahirrahmanirrahim mara 7, lakini vile vile uko umeshikilia chumvi ya unga pamoja na unga wa sembe, huku unazungusha, huku unasema Bismillah mara 7. Baada hapo utasema alhamdu moja, utasoma la nashrah moja, vile vile utasoma Allahu moja, ukimtaka Mwenyezi Mungu msaada kwa Mwenyezi Mungu na kuomba kwa rehema zako wako. Hakika wewe mbingu na ardhi na vile vitu yako, mti huu haukumea tusipokuwa kwa rehema zako. Basi naomba kwa maajabu ya mti huu na baraka zilizokuwa na mti huu, ndipo utapokwenda kutumia dawa hii, iwe ni sababu kuondokeana na maradhi yako ya pumu. Basi utachimba mizizi yake. Mizizi hii inatakiwa iwe 7, yaani mizizi iwe 7. Unakata kama umepea, basi ukate wote, ukate pande 7. Ikiwa ni mdogo mdogo, tafuta hii miti itimie 7. Tafuta hii miti itimie 7, utanuia vyote vile kama awali, alafu utaichanganya pamoja, utaiosha vizuri. Baada ya kuiosha, chukua sufuria yako safi. Baada hapo, tia ubani wa kuchomea, si bikitia kutafunia mdomoni, ni ubani wa kuchomea ule wa nyuma. Tumia ubani sufra, ubani bunde, siwe punje 21, ndogo ndogo. Tia chatia, basi utakunywa kikombe kimoja asubuhi, kikombe kimoja mchana, kikombe kimoja usiku, muda wa siku 7. Tumia mchanganyiko huo kuchemsha. Pia unapotaka kunywa, chemshe ndio unywe. Tumia muda siku 7. Kabla hujala kitu, utamuliza kunywa dawa hiyo, alafu ndio ule chakula. Ndugu yangu, hii dawa ni mujarabu sana, na ikiwa dawa hii haijakusaidia, basi itakuwa una mushkil na mambo ya Kiswahili, sababu wengi wao wanakunywa dawa hii
inawasaidia moja kwa moja. Ikiwa somo langu la mwanzo kuhusu tiba hii ya ugonjwa wa pumu haijakufaa na kutumia na hii haijakufaa, basi huenda mara nyingi una pumu ya mapigo, umepigwa wewe ugonjwa wa pumu. Na ikiwa tayari una historia kuhangaika kwa madaktari mbalimbali hospitalini na ushatumia mitishamba tofauti lakini haizidi kufaa, basi ingawaje Mwenyezi Mungu hutoa mitihani, lakini mitihani waliokufuru Mungu. Kwa maana hiyo, yangu ikiwa una shida hizo, nitafute tuweze kusaidiana juu ya kutibia tatizo lako hilo ikiwa limetokana na masuala ya kishirikina au uchawi. Vile vile dawa za pumu zipo aina nyingi sana. Yangu vile vile nashukuru kwa wale wanaopiga simu na kachangia chochote vizuri, maana masomo haya ili pia kuyafahamu vizuri na dawa tunazoelekeza ili zikutibu vizuri. Unapokuwa unachangia, basi mara moja huwa dawa zinatibu kwa wepesi, na wenye kufanikiwa wengi ni wale wenye kuchangia. Kuchangia si lazima uwe na laki, utakachojaliwa wewe changia. Kile kidogo unachotoa napata bando mimi na kutafutia wewe video nzuri nikutumie huko mtandaoni uweze kujifunza. Yangu mwisho wa video hii ni mwanzo wa video nyingine.